kupata hata moja. Nikamwambia hii tunaanza, za kwanza zinaanza Tembo. Tunaanza na Tembo. Na nikawaslotia 20 street rights zenye tutakuja maneno. Nilipata siwa network ya Kio 1.6 km. As we speak saa hii tuko 8.3 km zenye tumeconnect siwa bwana governor. Saizi imeisha. Sasa tunataka kujenga daraja ya pili. Ile mto sasa tunaelekea kuweka gabions. Ni kazi inaonekana, ni kazi ionekani. Hii area ya Tembo, hawa ndo wanakuja kufaidika na hii program ulileta ya KUMIP. Na barabara mingi zenye tumeweka kwa KUMIP ni za hii area. Na hiyo kazi inaanza very very soon. Na hizo barabara zina saidika. Kwa hivyo msione kama tumefanya nini, hatujachelewa. Tunafanya nini? Juzi bwana governor, through the leadership of my chairman, na nataka katika committee ya planning bunge. Last week on Friday tulikuwa na watu wako wa executive wa plan. Hiyo ni maendeleo na mambo mingi sana tumefanya. Basari bwana governor unanipatiaga nafikisha, unatembeaga Kio, lakini sasa bwana governor hapa tu ukienda hapa juu few meters. Hii shamba vile iligawiwa bwana governor hakukuwa na access. Watu wa Pandei engineer Derito ako hapa na Modate yako. Na teacher ako wapi? Teacher wa Sunday school ako wapi? Huyo ndo chairman wetu wa hii area. Tuliweka Carfat. Nani amepitia hapo akaona? Si tuliweka Carfat hapo. So sasa governor, ile kitu tunataka ya governor, na tukakaa chini na governor ile siku tulikuwa kwako. Tutatumia hiyo proti ile siku mwenye compensate ndo watu waweze kutumia access road. Si ndio ni mzuri? Na sasa sisi asanti. Hiyo ingine bwana governor, kuna proti ingine pia iko hapa Kimbo Police Station. Ni barua bwana governor. Yes, thank you. Ngapanga haraka. Thank you Mr. Mundate. So hiyo ingine iko hapa ukienda police station. Na watu hapa kitambo wanajua
si ndio? Lakini sasa sisi hatuwezi hiyo kifua. Sisi ni serikali ya mutaratara. Pia mwenyewe shamba tutafu. Neo yote najua tutafanya. Yes? Tutatafuta mkutano na kamati yako Bwana Mondate, tuende kwa governor tukae naye chini, tujue vile tutakompensate, tuchukue hiyo nini? Ya mwisho Bwana Governor, umesikia ukiongeleshwa mambo ya hii open space. Hizi za public space na ni ploti 5. Na hizi ndo ni zika harusi zetu tunafanyia hapo. Si unaona? Na yetu tukasema pia tutaweka hapo na tuka-agree na akaniambia atafanya. Lakini juzi nasikia kuna watu walikuja wakafanya nini? Wakafence. Boundaries, tufenye fencing na hiyo ya park ya Kio tuianze immediately, si ndio? Na nini? Watakuwa wamefurahia, si ndio? Siko sawa hivyo? Uwe ni mureda. Nikimalizia mwisho mpaka dakika ya nini? Giuga diga koro mwena wale ya marakara ya muthu gutura igoti-ini ria muthuri uyu ona marie kana mauge atia gutura handu hariku ndenda munjire umuthi kana hitagia kana njikaga uria kwagiriire nikae nyuma ya mzee uyu utari nyama uyu wonekaga ta atari mundu uyu nyararagwo jikare thutha wake. Mimi nimepewa ruhusa Bwana Governor nikae nyuma yako na nimepewa ruhusa na watu na muthoniwe. Kuna siku tulikuwa tumealikwa harambee kwa hii kanisa. Wameamka. Ni ile siku maadui wa governor na mnawajua vizuri sana walikuwa twende tukapigane na maadui. Na hiyo ndo sababu hatukukuja nini? Kinyo si reason tosha. Juu sasa tuko hapa siku ya leo. Tuna compensate mpaka nini? Nafasi nataka nimkaribishe, mimi nimemaliza. Nataka nikaribishe ndugu yangu our majority leader. Haya, tumpigie Mheshimiwa Zakari makofi mazuri. Bwana waheshimiwa na wale wote ambao hushiriki katika hii kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agoshwe andu a Githurai. Zak, kitambo tulikuwa tunamuogopa sana. Unajua historia ya Githurai haikuwa mzuri sana. Wakiwa na dona, lakini na tunawapenda kabisa. Mchungaji, I want to kwa ukweli kusema huyu gavana na kwa sababu jana nimejaribu kumzindilia tuende pahali kwingine kwa kanisa ingine, sikujua tuna
Ni message tu nilipata kwamba tunapaswa kuja katika hii kanisa. Kwa hivyo huyu gavana anakuheshimu. Mimi kwa sababu hapa tumeongea mambo mengi, Mheshimiwa Zaka ameongea mambo mengi ambayo ni mazuri. Mambo mengi. Mniruhusu tu niseme I'm very much impressed kwa sababu when I was coming nilikuwa nasikia ambalo liko pale. Lile jengo linaweza onekana ni kama ni kitu ambayo is not achievable. And when I'm Governor wa Matangi alikuwa anakuja kutuletea akisimama governor. Even when he gave me the opportunity to serve him, anasema wakati huo zenye mimi nilikuwa naogopa kwenda kuambia watu tunaweza zifanya because they used to look impossible. When he was telling me ya kwamba tutajenga shule zote za East, nilikuwa hata naogopa kuambia watu because I used to think that is not achievable. But as we are talking, either imekamilika ama iko na contractor wa kumaliza hiyo kazi saa hizi. Wakati alikuwa na hospitali 6 kwa kipindi ya miaka hii 5, nilikuwa naona kabisa haiwezekani. But I'm a very hospitali zote 6 za level 4 ambazo ziko na bed capacity ya over 180 beds. Na 6 na ziwe zimekamilika kwa wakati huu, nilikuwa naogopa hata kusimama kuambia watu. But because I believed in his word, kufikia saa hizi tuko na hizo hospitali 26 na ziko tayari sababu ya watu wetu. Kwa hivyo I want to congratulate this church kwa sababu ya ile maono iko pale. Na niwaambie maono kwa sababu iko, najua very soon tutakuja kufungua lile kanisa hapa kwa sababu tuko hapa. And this particular time nataka kushukuru makanisa yetu yote ya Kiambu. Kwa sababu when lives were peddled sana katika mahospitali zetu, ya kwamba sijui watoto 136 wamekufa, nataka kushukuru kwa sababu nilikuona. Makanisa waliungana na wakasema wao ndio watatuambia ukweli. And they visited our hospitals. Waende wakaongea uongo ama ni wale watu wa uongo wako na uongo. Na ni vizuri kwa sababu walienda wakazunguka na wakapata wale watu wa uongo ndio walikuwa na hata kama gavana hakuwa na makosa, as a statesman, as a father of this county, alikubali karibisha tena kuja kufanya kazi. Na kwa hivyo kesho Monday we are expecting that the normal zote zitaendelea kwa kaunti yetu. Pigeni gavana wetu makofi. But this is a wake up call. Wacheni tusiwasikize kwa sababu they have proven themselves. Kwa sababu mdomo yao MCAs ambao wamekuwa hapa, mchungaji, and you know kwa sababu we ni rafiki wa governor, kutusawishi the MCAs ya kwamba tutoe huyu governor kwa kiti, ya kwamba we governor. Lakini MCAs ambao ni wa Kiambu nataka kuwatolea kofia kwa kanisa kwa sababu walikataa hiyo mipango yao. Huwa wanalifanya wakiangalia ni vipi gavana atatoka kwa kiti, ni vipi watamsumbua, ni vipi ili 2027
wasiweze kumchagua. Lakini nikiwa bado kwa barabara, historia ni sababu nimesikia umesema gavana tulimpatia kura 308 votes akiingia governor, and you prophesied on this very platform ya kwamba come 2027 tuta 100 votes. And I know that is what will happen. Kwa hivyo nataka kuwashukuru nyinyi wote, nikishukuru all the religious leaders kwa sababu wameamka kuwa wakitetea ukweli kwa wapi. Na kwa sababu najua masaa imesonga, niruhusu nisiweze kupitisha hapo, lakini niwaambie huwa tunashukuru mchungaji kwa sababu ya support yenu, na hiyo ndio huwa inatupea motisha ya kufanya hii kazi ambayo umesikia Mheshimiwa Zack ameongea mingi ambayo imefanyika huku na ile mingi ambayo imefanyika kwa Kiambu yetu yote. Niruhusu sasa niite Mheshimiwa Deputy Speaker ili aweze kumkaribisha gavana wetu. Asanteni sana. Thank you very much. God is good. Kule Thika Town, na kwa wakati huu mimi ndio naibu wa speaker wa Kiambu. Kwa hivyo niko na shukrani mingi sana kwa hii kanisa. Lakini mbele ya niongee kwa ruhusa yako ya Excellency, Zaki amesahau kitu moja tu na ananiambia sasa hiyo akataka kusema sijui atafanya namna gani akitoka. Asanti, poleni sana. Bwana Governor, ningesahau kuambia hii. Unaona tuko na mjengo ya kanisa. Na tukiwa na mjengo ya kanisa tunataka tank za maji. So tunaomba utusaidie tank ngapi? Na matagi. Hivi tuti mukinye tuti tuona matagi. Nema tuti tuona matagi maku. Na niye mutugate ne goruta rori. Governor Governor, wacha nikufikishie ripoti. Hii kanisa ulinituma niende pale Manguo. Kwa sababu engineer alikuwa ameniambia mkifanya excavation hawana kwa kutupa hiyo mchanga. Nilienda Manguo na nimefanya mikakati yote, na ile siku engineer mnaanza excavation ya hii kanisa, mchanga Manguo